mwaka jana kama mnakumbuka tulipitia mada nyingi. Baadhi ya mada kama mnakumbuka kuna mada moja ilikuwa inasema maisha yana pande mbili. Mnakumbuka Kama ambavyo shilingi ina upande mbili. Kama ambavyo Mfalme Suleiman alisema kwa kila jambo kuna majira na nyakati zake. Kuna wakati kwa mfano wa kulia, kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kuvuna. Hizo ni pande mbili za maisha. Kuna wakati wa kupata faida, kuna wakati wa kupata hasara. Sasa sisi Waswahili ukipata faida unacheka sana. Ila ukipata hasara unataka kufa. Kumbe ni upande wa pili wa maisha. Jamii lazima tafuta mganga, na wapenda sana waganga. Lakini tukaongelea pia mada ya planning, kupanga, namna ya kupangilia vitu vyako. Sambamba na hilo tuliongelea mada ya thinking, fikra. Ndio hii ambayo leo nikasema kuna tofauti kati ya fikra na mawazo, kwa sababu wasikilizaji wenu wengi wananiandikia message au kunipigia kwamba sasa mbona mimi nimewaza kadri ninavyozidi kuwaza nazidi kuchanganyikiwa. Nikagundua kumbe hawa watu hawajui tofauti ya kuwaza na kufikiria. Kumbe badala ya kufikiria mtu anawaza. Tutaongea baadaye kidogo. Lakini tuliongelea mada ya change, mabadiliko, kwamba watu wabadilike kutoka mahali wako na mahali wanataka kwenda. Hiyo ni baadhi ya mada ambayo tumejadili. Lakini tathmini ya mwaka ni sehemu moja. Malengo ni kitu kingine. Lakini nikatoa na utabiri wangu fulani. Na wakumbusha tu mimi sio nabii, wala mimi sio mchungaji, wala mimi sio mtumishi yote wa Mungu. Lakini nilisema mwaka huu 2026 kule kwetu Karatu au Mbulu wanasema ni mwaka unaogawanyika mara mbili. 2026? Au unagawanyika unagawanyika mara mbili. Watu wanakuwa na matumaini sana. Kwa mfano 25 ukigawanya mara mbili lazima kuna nusu itatokea. Hii ukigawanya unagawanya unapata kitu kilichokamilika. Kwa mfano 26 gawanya kwa 2 ni 13. Wanasema ni mwaka wa mapacha. Mwaka unaozaa. Dabu. Mwaka unagawanyika kikwetu. Yaani mwaka wote ambao una 2, una 4, una 6, una 8 watu wana matumaini. Sasa sijui kama yana ukweli hayo madai au ni watu tu wameamua kuamini. Kila mtu kijiwekea hiyo inawezekana ikawa. Hata juzi nilipigia rafiki yangu mmoja nikamwambia na heri ya mwaka mpya, akasema sasa namshukuru Mungu tumeingia mwaka wa kupiga pesa. Nikamwambia kwa nini? Akasema kwani hujui kama mwaka unagawanyika huu? Kwa hiyo kwa hiyo na mimi nikatabiri nikasema mwaka huu utakuwa mwaka wa mafanikio makubwa kwa wale tu watakaofanya kazi kwa bidii na maarifa. Na sometimes hata kama huna bidii, kama huna maarifa, wefanya kazi kwa bidii. Yaani pesa itakukuta kazini. Lakini ni mwaka ambao utakuwa salama sana kwa wale watakaoacha kulalamika. Sio mwaka mwenye mafanikio makubwa. Ukiacha kulalamika utakuwa salama. Acha kuilaumu serikali. Yaani wewe laumu yoyote, lakini mwisho wa siku maisha ni ya kwako. Lakini ni mwaka ambao utakuwa na mafanikio sana kwa wale watakao fanyaje, unajua? Watakao punguza ukesha makanisani. Hili nimelisema hata juzi niliwaambia watu kwenye msiba fulani, niliwaambia huu mwaka ni wa kuinuliwa, ni wa kubarikiwa, ni wa kufanikiwa. Akawa wanasema amen amen. Nikamwambia sasa nyie sikilizeni. Najua mnapenda sana kuambia hivi, lakini yote haya yatatokea pale utakapoacha kuitikia amen na kwenda kufanya kazi. Ukiwa uko kanisani kila siku ukikesha na kuomba, yaani utaomba mpaka wote kipara na hakuna kitu chochote kitatokea. Kwa hiyo ni mwaka ambao watakaofanikiwa ni wale watakaoacha kutegemea miujiza, bali watakaotengeneza miujiza yao kupitia kazi ya mikono yao. Na jambo lingine nilisema watakaofanikiwa sana mwaka huu ni watakaoimarisha mahusiano ya ndoa. Kwa nyie wachambaji najua hii itakuwa ni kazi kidogo. Mbuzi kafia kwa muuza supu. Sasa hii ikitulia. Ndoa ikitulia mafanikio yani ni lazima, hayana nini? Nje. Yako nje kwa sababu imagine asubuhi ukiamka una malengo uliyotengeneza na unaenda kupambana nayo. Asubuhi unaamshwa na tafrani na mkeo au mumeo. Akili itakuwa kwenye malengo tena? Haiwezi. Uwezi. Kwa hiyo mwaka huu kwa wanaotusikiliza waweke mahusiano ya ndoa vizuri kabla hamjaanza kufanya mikakati mingine. Kaa chini na mkeo, kaa chini na mumeo, mkubaliane kwa pamoja kwamba mwaka huu mnataka kufanya kitu gani. Lakini mwaka huu pia ni mwaka wa kutengeneza ndoto ambayo unaenda kuiishi kweli kweli. Ndoto ya kwenda kuiishi ni hivi. Unakaa mahali unasema mimi baada ya miezi 10 nataka niendeshe gari ya ndoto yangu. Haya ni maono, unajua hamna gari hapo. Unasema
Mbona mnacheka? Ngoja, gari ni kitu cha kawaida sana. Hivyo unajua maumivu ya kununua baiskeli na maumivu ya kununua gari yanafanana. Maumivu kununua baiskeli na gari? Baiskeli SSH. Hapana. Niwaambie, yani yule anayenunua baiskeli anaweza kama amesave mwaka mzima anunue baiskeli. Kulingana na uwezo wake. Mimi nakumbuka sana marehemu mama yangu zamani, Mungu amlaze pema. She was a very hard working woman. Alitaka kuwa mwanamke wa kwanza kijijini kwetu pale kujenga nyumba yake mwenyewe ya mabati. Ya mabati 10 ya kulaza. Mgongo tembo. Sio mgongo tembo, yani slope. Namna zile nyumba unalaza tu mabati hivi. Mabati 10 tu. Miaka 3 tulivaa viraka. Ukimuuliza nini nasema hivi hamjui kwa mimi nanunua mabati ya nyumba yangu, alikuwa nanunua mabati 3 kila mwaka. Alikuwa na malengo yake. Wewe unafikiri miaka 3 hakuteseka? Aliteseka sana, si ndio? Lakini kuna mtu hapa mjini ananyanyua gorofa 600 amemaliza. Kweli. Kwa hiyo maumivu aliyoumia mama yangu na huyu anayeumia pengine huyu hajaumia sana kuliko yule. Ni kwa sababu ya size ya ndoto yake. Kwa hiyo kama wewe ndoto yako ni ya baiskeli, maumivu utakula aina ile. Na yule anayetaka kuendesha gari. Kama wewe ndoto yako ni ya nyumba ya rumu 2, maumivu utakayokula ni yale na yule anayejenga gorofa. Kwa hiyo ni bora ubadilishe wigo wa kuona maono yako kwenda kwenye yale maono madogo kwenda kwenye maono makubwa. Kwa sababu kwa namna yote kama ingekuwa maono ni kiasi cha kitu fulani, kiasi anachotumia mtu anayefikiria vitu vidogo na anayefikiria vitu vikubwa ni kile.